Mwanamke wewe huna haya wewe. Kama laya tu. Sasa nikwambie sasa, unanipa ili nikupe au nipe ili nikupe? Nipe simu yangu nikupatie simu yako. Acha ujinga, ndakushtaki. Unadhani mimi boya, si ndio? Hebu nitolee password hapa. Nifute vitu vyangu, video zetu mimi na mpenzi wangu tukiwa kwenye faragha, alafu ndo nikupe simu yako. Nitolee password. Wewe sio mjanja kweli tu. Toa password bwana wewe. Okay, sawa. Password nipe nitoa. Wewe naomba usiniguse. Don't touch anybody. Toa. Okay. Tayari. Unahangaika wewe, mwanaume mzima password unaweka helo. Unaweka helo mwanaume mzima. Ngoja nifute. Delete. I say, video zetu wewe zinakuhusu nini wewe kwenye simu? Yaani unahangaika na video zetu, mimi hapa tunabusiana na mpenzi wangu barabarani. Kumbe una mavideo yako humu ya utupu, umejaza umcheki na mashangazi, una mabinti, wanafunzi. Kumbe ni kamalaya, Kamalaya. Tusizingwane mzee. Wewe futa vitu vyako, mimi nijikatae, nipe simu yangu. Hiyo michezo mingine sitaki. Yule mama wa dukani. Futa vitu vyako. Ya kwangu achana nayo. Aya nipe nikupe. Cheki nipo katingi. Sasa nikwambie sawa. Nilikuwa naomba nikupe onyo moja. Sawa? Naomba usicheze na yule mwanamke. Ndakacho kufanya wewe. Dunia itasimama. Sawa? Anacheka. Unacheka Yajayo nafurahisha. Nipo tayari kuyasubiri. Yajayo nafurahisha. Kumbuka mimi ndo game changer. Unaanzisha mchezo mimi nakuja kumaliza. Hello? Sasa wewe game changer, mimi game challenger. Okay, sawa. Fine. Njoo tu challenge yani. Haya, wewe kama hiyo game nini? Si ukishapeleka muda mrefu, haya umeshindwa kupeleka, imagine. Na hapa si umeona nimekutikisa tu, simu zote nilishika hivi, imagine. Chezi na watoto wadogo, tema mate chini. Utafurahi na nitakufurahisha. Unamchezea mke wetu Unamjua Lozi wewe? Na ungejua nini Lozi ananipa usiku wewe, wala usingekuwa unamsumbua yule binti wa watu. Binti katulia. Alafu mimi wakati ametulia na kula nyama huku na nyamaza. Imagine. Alo Kamalaya wewe. Ai. Sasa tambo sinili hapa. Asa ngoja nikamsurprise sasa mama. Nikajipakulie manyama nimwambie, "Alo, si unaona mimi nikwambia mimi ni mzee wa michezo. Chukua simu hiyo." Unaona kazi hiyo. Don't lose more than you invest. Take control with Negative Balance Protection. Hilo halina mjadala. Yaani Minashi, mimi siwezi nikakaa nikaona eti mtu anakuja nyumbani kwangu, sehemu yangu ya utawala, anakuja na kunitawala. Yaani Zuberi ni kwamba amenichukulia mimi ni dhaifu kiasi gani. Anatoka huko alikotoka, anakuja na kuanza kufoka hapa bila kujali kwamba mimi nipo. Minashi, hivi unaona Zuberi yuko sawa? Hapana. Nikisema kwamba yuko sawa, hata mimi nitakuwa siko sawa. Ila kuna kitu ambacho mimi nadhani ulipaswa kwanza wewe kaka ukielewe. Ili haya mambo yote yasiwe mengi, hii mijadala ya Zuberi kila siku. Unatakiwa uelewe kwanza kitu kimoja. Zuberi na mkazi, wale watu hawako sawa. Yaani tayari hawawezi kuiva chungu kimoja. Kwa kama hawawezi kuiva chungu kimoja kaka, hivi vitu wao kugombana, kupishana kauli, muda mwingine hata kupigana, ni vitu yani tutarajie kuviona kwa tayari, yani ni watu hawaelewani. Kwa hiyo iko kitu kakangu, ni kitu ambacho wewe unashindwa kukielewa. Ungekielewa kwanza ile tatizo la huyu Zuberi si na mkazi, si yeye Zuberi upiga kelele, ungeachana nalo.
Hivi, Minashi, unataka mimi nimsikilize Zuberi? Zuberi huyu aliyekosa nidhamu. Anakuja kwangu bila kujali kwamba mimi nipo, nimekaa au sijakaa, anakuja na kufoka. Sawa, ndio. Zuberi ana ugomvi na Mr. Mkazi. Ndio ashindwe kujali kwamba mimi nipo. Anakaa na kufoka. Nisikilize. Kama wewe utaendelea kusapoti huu ujinga anaofanya Zuberi, nasema tena, tutaondoka hapa na kurudi kijijini haraka iwezekanavyo. Kwanza kaka, turudi kwenye hiyo point ya Zuberi. Kaka, Zuberi ni wewe tu hujampa nafasi. Ila Zuberi sio kwamba mkorofi kiasi hiko ambacho wewe unasema. Hapo unamuonea kakaangu. Kwani akikukuta wewe peke yako kuna siku amekufanya fujo? Si anafanya fujo kwa sababu ya Mkazi. Haya, tuache na hiyo mada ya Zuberi. Kaka, mbona mimi nishaongea zaidi ya mara moja? Kaka, mimi siwezi kutoka hapa. Siwezi kutoa miguu yangu hapa kwenda sehemu yoyote. Wewe mwenyewe unafahamu kaka, jinsi gani nilikuwa natamani kutoka kule nyumbani kuja kuishi Dar es Salaam. Leo hii kirahisi ukanitoa hapa unipeleke tena kijijini kaka, kwa sababu tu hizi changamoto ambazo zinapita. Ni kweli ulikuwa unapenda kuja Dar es Salaam. Na pengine ulikuwa unaona kama vile Dar es Salaam ndio jiji lako, ndio kitovu cha amani yako. Lakini kama umeshindwa kuishi kwenye hiyo amani na umeshindwa kufuata misingi ya hiyo amani, mimi nasema tena kama kaka, na Minashi sidhani kama kwenye hili unaweza kunipinga. Ninasema na ninarudia kusema, wewe utarudi tu kijijini. Kaka, imefika point sasa. Naona kabisa unanipush kufanya kitu ambacho sijawahi hata kutarajia kukufanyia. Sijawahi kutarajia kukushushia heshima, sijawahi kufikiria kukufanya hiki ambacho naenda kukisema sasa hizi. Lakini naona unaniforce kaka. Kwanza kwa kuwa unaniforce, nimeona kabisa ili tupate solution ya hii swali ni kila mtu aonyeshe msimamo wake. Kwa hiyo basi, kama ambavyo wewe msimamo wako ni kutaka kunitoa hapa, na mimi nabaki na ule msimamo wangu kama Minashi, ya kwamba kaka, sitoi mguu wangu hapa kwenda kokote. Narudia, siwezi kutoa mguu wangu hapa kwenda kijijini kwenu kaka, hata nini kitokee. Maana naona sasa nimechoka. Minashi. Ha. Umeona sasa madhara kutokuwa na simu. Nimekununulia simu kwa sababu ya mawasiliano. Jambo dogo tu kama ile la kupigia simu kukwambia inanifanya tena nitoke huko nije hadi hapa nyumbani. Sema Mwajuma. Lakini si mazoezi, lakini sio umekuja mume wangu. Hizo kauli zako unavyorahisisha. Nikikuuliza simu iko wapi unaniambia tu imeibiwa. Bila maelekezo ya muhimu. Imeibiwa. Kwa nini sasa usiongee vizuri ili tuchukue hatua? Baba Mwajuma, nimekwambia simu imeibiwa, mimi nafanyaje? Niongee nini unielewe? Simu imeibiwa babangu. Jisort na airtime easy on my Airtel app. Go to buy airtime. Select self or other. Wewe mwanamke, umenitoa huko, nimekuja hapa kwa kitu tu cha kawaida. Na kuambia bado unakuja juu. Sasa mume wangu nifanyeje? Baba Mwajuma nifanyeje? Simu imeibiwa na simu hivi. Halo, jamani, kwema? Kwema kaka? Kwema shem. Kwema shemeji, karibu. Safi, kwema lakini safi hapa. Kwema. Cheki macho kodo, anakodo. Shem. Halo, unaona chombo, unaona mambo haya? Unaona? Shemeji. Nao.
Umeipataje hiyo simu? Mimi nilisema bwana, nisema ndakusaidia kupata simu. Unaona? Alafu cha ajabu, kumbe aliyemwibia simu ni yule dogo yule ambaye ulimpiga kale kana nilikalastamani kanatembeaga na ile bike kale ulikafumua siku ile. Kumbe ndo kalipomwibia shemu. Kwa hiyo kiufupi kumbe bado anamfuatilia shemu. Kumbe. Alafu mimi sikuona siku yako amefunika uso, sikuwaona. Kwa maana hiyo udalali hajakoma, si ndio? Nimempasua hajakoma. Huyu hajakoma. Sasa unasikia nikafika pale. Unasikia mimi si unajua ni mzee, nikafika pale mimi mzee wa nanili naitwa Game Changer. Nikafika pale nikasema wewe unamjua ninavyomsamini shemu wangu? Mke wa ndugu yangu, mke wa rafiki yangu Zuberi. Unajua? Zuberi sogea hapa, hujapenda hii story? Sogea unisikilize kwa karibu. Mungu ametusaidia. Hujapenda? Kama mjapenda msema nikarudisha. Halo. Unasikia? Kwa hiyo nikafika pale unasikia mwanangu Zuberi. Nikafika pale nikasema wewe habari yako kwanza. Kwanza nilikuwa na hasira, nataka nimpige. Unajua sisi tunaosali TIG tuna hofu ya gani? Mungu. Nikasema hapana. Hii vita simwachi Mungu. Napambana nayo mwenyewe. Kuna vitu vya kumwachia Mungu na kuna vitu vya kupambana mwenyewe. Hasa nikasemeje? Nikasema naomba hiyo hapo simu. Unajua mimi ni mtu wa connection. Unaweza kujua mimi nafahamiana na nani kwenye serikali, kwenye hapa mtaa. Naomba hii hapa simu. Ndo kunipa hii hapa simu. Akanipa kwa mikono yake. Sijamzuru popote. Ishu ya kumzuru na kuachia wewe sasa. Kabisa. Na kueni makini, bado anamfuatilia shemu. Na shemeji, ungempiga, ungempa alama. Hapana. Namwachia Godi. Au namwachia wewe? Mnangu kaangaika na nalikia simu iko. Mimi ngoja nikupe, sikupi wewe simu, nampa aliyekununulia simu ndo akupe wewe. Sawa. Chukua rafiki yangu Zuberi. Asante. Japo na unaniuzi sometime, lakini likija swala la familia nasimama kati. Tuko pamoja. Halo, umependa? Hii nimeipenda. Shem, halo, umependa? Asante, nimefurahi shemeji, sijui nikwambieje. Usiseme mengi. Maana umechelewa hapa, tuko tunagombana na Mama Juma, anambia tu amenitafuta, sina simu, naomba nimeibiwa na sijui. Simu si mawasiliano. Unakuta ametoka kazini, japo sijui. Unakuta ametoka kazini huko. Kitu kidogo cha kukwambia lazima afate hapa. Basi mimi kama ni kwema jamani, mimi niondoke zangu. Basi tunashukuru sana shemeji, tunashukuru sana. Haya. Natumaini mimi sitakuwa umetoka mbali sana. Yeah. Kwanza nasema asante sana kwa kufika. Maana nilikuwa sijategemea kama utafika. Maana muda mwingi pia hata mama alikuwa ananiuliza, vipi? Nikamwambia sio nitakuja naye. Sasa kwa sababu mambo pia naona yalikuwa kwa mengi sana, nikasema basi inshallah Mwenyezi Mungu atapojali ndo hapo hapo. Asante sana. Okay, mimi basi. Okay, thank you. Nilikuwa na vitu vingi sana vya kuzungumza naye. Nikasema nikipata siku kama leo ambayo nilikuwa na mood nayo sana. Kwanza na enjoy sana leo siku kama leo. Wewe mwizi, kahaba, malaya, upo tena hapa. Haya, nikuulize. Ukaona itoshi kuchukua bwanangu, kwenda huko kunichamba chamba mwenyewe, ukajitia vimaneno, ukajiona mwamba, kumbe umeibadi nguo zangu. Naongea na wewe malaya. Angel, nini hiki unakifanya? Kaina, yaani umeona itoshi kuniibia mume wangu kipenzi. Umeamua ibara nguo zangu? Yaani Kaina, nashindwa tena neno la kusema. Yaani usikute hata huyu mwanaume pia ni mume wa mtu. Maana hizo ndo kazi zako. Yaani kuiba sima bwana za watu. Hivi huwezi kutafuta mwanaume wako kipenzi ukatulia naye kama mimi ambavyo nilikuwa napendana na Jitu. Asa sikiliza nikwambie. Nisitaki kuongea sana, unanijua. Mimi sio kama wewe kizumbukuku ambao una mbele wala nyuma. Mimi mwenzako kama unavyojiona bibi wewe, najitosheleza. So,
Cha kukwambia tu ni kwamba unajua sehemu ya kuleta nguo yangu ni wapi. It's okay? Baby. Njoo nikwambie. Baby. Joy, hauna kufananisha. Wewe Joy. Mbona kaka? Wewe umerudi toka chuo? Ndio, nimerudi. Tumefunga chuo, sasa hivi tupo likizo. Nimetoka kule na kufananisha na usifananishi mtu. Maana nakuita Joy mdogo wangu. Aise umebadilika. Yaani mbadi kwanza mamako akasemeje, mbona next size ukimwona mdogo wako utampotea. Kakua huyo, nilikuwa siamini mama akiwa. Kwa sababu muda wote mimi nashinda na mama. Wewe si upo chuo mdogo wangu. Maisha of course nimebadilika. Kwa kweli. Na wewe umekuwa so beautiful. Umekuwa kalembo, sio muda unaenda kuolewa, sema baraka. Baraka. Sema napokea baraka. Napokea baraka. Watu wengi sasa unakuta hawaolewi Joy. Wanapewa tu ujauzito wanaenda kuzalia kwao. Inakuwa mzigo juu ya mzigo. Alafu afadhali hata nilivyokuona kaka. Kaka mimi unavyoniona hapa. Ndo narudi nyumbani. Kuanzia jana nilienda club na marafiki zangu. Sasa nilienda na marafiki zangu club, mimi nilipotoka nyumbani nilimwambia mama tunaenda kwenye tamasha la wanafunzi. Sasa tulipofika huko club, tunajua mapombe nini. Kwa hiyo mimi nikalewa sana. Nikashindwa kurudi nyumbani kwa usiku ule. Kwa hiyo ikabidi mimi nikalale kwa boyfriend wangu. Sasa nimeenda kwa boyfriend wangu nimeanza ndo sasa hivi nikasema nirudi nyumbani. Sasa ndo nafika hapa nakutana na wewe kakaangu, nikasema afadhali nikuchukue wewe mguu wako twende nyumbani kwa sababu wewe hapo mama anakuamini. Ukanisaidia kumwambia tumdanganye, tumwambie kwenye hilo tamasha tulikuwa wote. Unajua wewe ni MC na mamangu mimi anakuamini sana. Okay. Ni story ndefu lakini inasikitisha, inafurahisha. Ina maisha. Wewe cha kwanza nataka nijue mimi ni nani yako? Kakaangu. Mimi ni nani yako Joy? Kakaangu. Okay, nikiwa kama kaka nataka nijue mambo haya mangapi? 3. Joy unakunywa pombe? Ndio. Unakunywa pombe? Joy una makundi mabaya? So mabaya. Nisikilize, nataka wewe unasema ndio au hapana. Nataka nijue mambo mangapi? 3. Mambo 3. Narudia tena. Joy unakunywa pombe? Ndio. Joy una makundi mabaya shuleni? Hapana. Joy unachezea ada ya wazazi wako? Hapana. Okay, haina shida. Mimi ndaongea naye mamako. Lakini nataka nisemeje? Focus na masomo, sawa? Sawa kakaangu. Unajua Joy mdogo wangu, kwenye hii hapa dunia au kwenye hapa mji, hakuna kitu chochote ambacho mimi kinaweza kikanishinda, sawa? Sasa mimi ndakusaidia ukiwa kama mdogo wangu. Lakini je, nikuulize swali? Niulize kakaangu. Nikuulize, si ndio? Okay, mimi hapo utanilinda vipi? Una sasampa? Kakaangu kwa hilo hata usijali. Mimi hali tu utanisaidia. Sasampa ipo. Yaani hapo usiwazi. Mimi nakuaminia. Let me see sasampa. Wow. Kuna vibaka wanatokeaga na asubuhi saizi. Okay, kwa hiyo nataka msaada wangu kutoka kwa kakako, si ndio? Ndio kakaangu. Hivi tuko tunaenda wapi, huko au ipi inatoa? Huko. Vipi lakini maisha ya pub alikuwa anasema.
Minashi, mambo. Hivi mambo yako mimi nanisaidia nini? Aisee Zuberi, unajua kumkwaza mtu jamani. Hivi ndio umefanya nini ile jana? Minashi, sababu tatizo liko wapi? Yaani hauoni tatizo? Hauoni tatizo Zuberi, akati mimi nilikuwa tayari nishaanza kukupamba kwa kaka kwamba ni mtu mwema sio nini, lakini umeenda ukaribu ukavuruga. Yaani unaacha kujenga, unakuja kubomoa zaidi na zaidi. Ni yako ni nini Zuberi? Minashi, tatizo mkazi nishamkanya kuja pale. Na mbaya zaidi, kakako pia anamsupporti. Asa naona nikiendelea kukaa kimya kinaweza kibaki kanikuta. Kitu ambacho ukifahamu Zuberi, sio kila kitu kinatatuliwa kwa makelele. Alafu wewe ambacho umekosea sasa, wewe unafanya umwamba, sio kila sehemu za kufanya umwamba. Unafanya umwamba kwa mtu ambaye ni mwamba zaidi yako. Wewe unadhani utafaidika nini? Hakuna sasa mtu ambaye itamkosti zaidi ya mimi na mtoto wangu au zaidi kwako. Wewe unadhani mkazi atapata shida gani? Sasa basi, hakuna ambacho umejenga. Umezidi kujaribia. Wewe unamjua kaka vizuri. Kipi ambacho ukijui kwa kaka mpaka unakuja kuleta gubu lako mbele ya kaka? Ungefanya huko basi. Minashi, mimi siwezi kukaa kimya. Kila vile ninavyoendelea kuona, afu niendelee kukaa kimya, naona nitakupoteza. Sawa, umeshindwa kukaa kimya. Mimi sasa pia siwezi kukaa kimya kwenye hili. Wewe nishakuona. Unachokitaka mimi nisiendelee kuishi hapa Zuberi. Unachokitaka mimi nisiendelee kubaki kwenye hili jiji. Ndio unachokitaka. Alafu kitu ambacho sijakwambia au labda unajisaulisha. Zuberi, mimi sikupendi wewe. Sikupendi, si ana hizi miisha zote. Unaona hiki kitu ambacho nilikuwa najitahidi kujifanya si ndoa si nini? Ni kwa sababu tu nilinde kiumbe changu na niendelee kubaki kwenye hili jiji ili nipambane na maisha yangu. Minashi, Minashi, ina maana kumbe mimi umeniweka pati ya kuwa baba tu. Yaani ikitokea mimba leo imeharibika ama chochote kimetokea kuhusu hiyo mimba, mimi sitokuwa na wewe. Yaani kwa hiyo mimi vyote vinavyojitolea napiga watu kwa ajili yako. Minashi, unamaanisha? Namaanisha kwa msisitizo. Sikupendi nasisitiza. Sikupendi, yani sina hisia na hizo zote. Ni vile tu ushakuwa baba mtoto wangu, nitafanyaje? Ikitokea mimba haipo, sasa mimi na yeye ndo tumemalizana kabisa. Msisitizo mwingine. Zuberi, ikitokea kaka akangangania ili swala la kutaka mimi niondoke kijijini, Zuberi, sahau kuhusu mimi. Sahau kuhusu hiki kiumbe. Sahau chochote, yani sahau hata jina langu. Kwa hiyo Minashi, Mna enjoy Basi usisahau kusubscribe channel yetu na kutani on notification.